Sasa hii ndio map. Hii ndio map. Tumeingilia hapa. Sasa hii tumepark hapa. Naona mahali tuko. Sasa hii tuko tumepark hapa. Sasa commercial zimebaki hii ambayo iko pale. Jika imebaki hii 34 na 35. We, 28 iko wapi? 28 ya yule anatuma pesa. We, si Mark, we. Anatuma pesa saa hii. Ngoja kusikia system to Mark. Mark kwa sababu unajua atatuma juu nimemtumia details za bank saa hii hata labda ashatuma. Haya, wewe tunaongea wacha kwanza to Mark. Ukiweka hivyo utauza hapa alafu niachwe kwa shida. Tunavyoendelea wacha kwanza to Mark ya huyu. Hey Mark. Bas, good. Hiyo imemakiwa hivyo sasa sina stress. Kwanza ameuliza nini size 50 by 100. Yes. Title ni freehold. Na tuongee hayo later. Yes. Kwanza kabisa ni unajua tunasemanga ukuje kwa ground kama sasa venye umekuja kwa ground sababu ya kitu moja ama mawili. One, when you come to the ground that doesn't lie. Actually, the ground doesn't lie. Yes. The ground it really lies. Kiingereza ni pana. Yes, muendelee kushare hiyo song. Mary Kim, thank you so much. Hiyo song niende viral. My friend, wacha stories za wimbo hapa atuimbi hapa. Naongea kuhusu shamba. Wimbo ni Nairobi. Wimbo ni Githii Estate. So hapa tuongee mambo ya kupanda. Kupanda nini? Utapanda mahindi. Yes. Hi all viewers. Kwa majina ni Fred Kahura, Director Golden Dream Land and Properties Limited. Na kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Na ameweza kutupatia nafasi ni kujua tunajua ya kwamba sisi we are not the best. Sisi si waaminifu sana. Ni rehema zake zimefanya tufike siku ya leo. Today and we woke up today. Waking up healthy it is number one of the gift that God has given us all. I know Virginia, kwa hii mambo tuko siku ya leo. Kwa tukiongea tunasemanga ni matigari mada. Matigari mada ni kusema ushakula, ushashiba, sasa ile kitu next unataka kuwekeza ama kuficha shilingi yako mahali. Na niwashukuru nyote ambao mmekuwa mkitutazama. Niwashukuru team Virginia, niwashukuru team Farodhi. God bless you, God enlarge you and God multiply you. May you never make any loss. May you always make profit in your businesses. May your children and your grandchildren, because of investing in land, may they one day say that one day our parents, because you are the ones, sisi ambao tuko hii generation ni sisi tuna break what our forefathers did. Our forefathers hakuna kitu walituachia. My grandmother huwa anasema my grandfather alikuwa na hesabu magari Nairobi. Alikuwa anasikia watu wa Murang'a wakigawana. But here we are here today to kuondoa ile ama kukata. Unajua mtoto akizaliwa Biblia inasema lazima ukatwe ile kurea gororera. Uturarega maundu maria matumaga mundu akaiko gwatira tiri. And that's why tuko hapa kwa ground. Na kitu ya kwanza Virginia, hata kabla tuongeleshe tuambie maneno ya plot, nataka kwanza ushike mchanga. We must do things prophetically. Ushike mchanga na ushike ardhi. Hii mchanga ndio tunaombea. Yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako. Tunakuambia asante kwa siku ya leo. Tunakushukuru na tunasema asante Mungu Baba. Asante Baba kwa sababu ya Virginia na familia yake. Mungu Baba, pengine kwa kitabu hawajawahi na pengine hawakuwahi dhani ya kwamba watakuja kuandikwa majina yao kwa title deed. Lakini siku ya leo Mungu Baba wamekanyangisha miguu yao. Tunaomba huu mchanga ukaweze kuwaitikia. Maneno yote huwa inakuja na mchanga, maneno yote ya vita, maneno yote Mungu Baba ya kasi, maneno yote Mungu Baba ya kukataa kumultiply, ndio tunakataa siku ya leo. Tunakuomba Mungu Baba ukaweze kumbariki na tunasema huu mchanga utamkubali katika jina la Yesu Kristo. Tunakabidhi familia yake mikononi mwako. Tunakabidhi huu mchanga mikononi mwako. And through Solomon, my dear Father God, you say that we shall be productive, oh my dear Father God. We commit this land unto your hands, oh my dear Jehovah God. We commit our family unto your hands, oh my dear Jehovah God. We commit our grandchildren unto your hands, oh my dear Father God. My Father, my Lord, my Jehovah God, because amekanyangisha miguu yake kwa huu udongo. Tunasema kutoka siku ya leo ataendelea
kupokea cheti za title deed, kwa maana majina yake na watoto wake na generation yake itaenda kuandikwa majina na itaendelea kuandikwa majina ya ati ya kwamba hata wao wanaweza kuwa wenye nchi. Wao hata kuwa na itanisho na wale ambao hawajulikani kwa hii nchi ama kwa hii dunia. Hata wao watakuwa na cheti kimeandikwa kwa majina yao, na hilo jina litakuwa mpaka kwa Ardhi House, ya kwamba hata mtu wa kisearch, hata kama mtu anapenda ama hapendi, hata mtu wa kisearch anajua ya kwamba Virginia na familia yake wako kwa majina ama majina yao imeandikishwa kwa Ardhi House, na dunia ama ardhi pia inawajua. Amen. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Some things, and we also have done even for those who are outside the country. Huu mchanga lazima wakubali. Unajua kuna watu ambao husikia jina mchanga, vifo zinaanza kuwafuata. Sababu ya nini? Sababu ya kitu moja. Kuna watu ambao waliachiwa cases, mkaambiwa hamtairithi mali yangu, and because of that kazi yao ni mikosi. Wakienda kununua tu shamba, maneno inaanza, makesi zinaanza, maneno mingi zinaanza, mpaka watu wanashindwa shida ni nini. You should anoint the soil, because this soil there is a curse and there is a blessing, and because we are in a blessed land, in a blessed project, Faraja Gardens. Do you know what the name Faraja means? Faraja means comfort, rest. You should be comfortable. Unastahili hapa ni mahali pa kupumzika. Unasikia venye kuna hiyo anga, unasikia venye anga iko hapa, ni mahali pa mapumziko. Ukijenga nyumba ama ile nyumba unaenda kukaa, ile kitu inafanyanga tuende pale jioni ama usiku ni tuweze kupumzisha akili yetu. Ustahili kulala ukienda usiku, hapana. Ndio maana tunaita Faraja. This is a prophetic word, Faraja Gardens. So sababu ya hivyo nawashukuru nyote. Watu yote wao guys. Yes. Ora tuko hohore. Hohore ni kadari ile. Njini yaudhira kamwe. Okay. Yes. So mahali tuko upande wa Matu. It is 10 minutes from Matu town. And this is Faraja Gardens. Faraja Gardens, we have phase 1 and phase 2. We have commercial, which has been going for 230, and we have for 200,000. Na wakati tulikuwa pale kwa ground, Farodhi as a witness na wale wote walitazama, tunaweza kuambia Virginia ya kwamba sisi hatutaki kumchagulia mahali, sababu tunataka yeye mwenyewe. Unaona venye umekanyanga, ujue kwa baraka. Na hii baraka lazima ikufuate wewe na generation yako. Amen. Lazima Nyawera wale hata mahali ataenda, hata kwa ile kazi ataenda. Unajua in soil you break so many generation. Kuna mambo ambayo kuna milango mingi sana itafunguka. Kwani huu udongo tukaomba kwa huu udongo. Sababu ya hivyo we know that there something had been created. There's a creation in it ambao kutoka siku ya leo Virginia wakati umekanyanga. Na mahali utachagua sasa ni wewe uangalie kichaka, uangalie hili shamba, uangalie hii project. Na project mimi nitakuonyesha kulingana na venye imebaki, na wewe mwenyewe nataka ushike hapo. Sasa project yenyewe iko namna hiyo. Iko namna hiyo. Upande wa commercial kumebaki namba 34, namba 35 na namba 40. Na namba 16. All I don't know that ni wale ambao tulikuwa na wao, although watatueleza. Lakini mimi sitaki kuchagulia, nataka uzunguke hili shamba. Hili shamba Farodhi, tutaanzia hili kona. Mahali kuna neighbor. Tuanzia pale. Mahali pale lipo Sylvia yuko, na Sylvia alisema atamosha ile plot yake 50. Sylvia kwa yule neighbor. Pale kuna maembe. Ukijisikia unataka kukulanga maembe kwa yule mtu wa maembe, ni sawa. Ukijisikia neighbor ni sawa. Ukijisikia unataka kuwa karibu na kanisa, ni sawa. Sasa chance ni yako. Ni kweli. Yes. Kwanza salimia team Farodhi. Acha nisalimie watu wa Farodhi wa Thayo TV. Karibuni sana. How are you? Praise God. Mwadhani ya gosho. Tunafurahia sana. Today tuko na Golden Dream. Golden Dream. No, ni Golden Dream. Unajua ni kiroto ya dhahabu. Ni ile doto ya dhahabu. Na unajua doto ya dhahabu kama Mungu amenifanya ni be connected with them, hapo ninaona kweli tunajuana na huyu Mungu. Na ndio nataka kuambia watu wa Farodhi wa Thayo, watu wa Virginia, Wangari Family TV,
karibuni sana, washeni tukue kwa hii doto ya dhahabu, sababu mimi naangalia mpaka nimekuwa kama mtu atachanganyikiwa because the land is so premier. Ebu jinyakulieni hizo zimebaki, sababu hapa naona kama mkiona kwanza kumewekwa tik. Ebu angalieni watu hawa, ni watu wote mnaona huku wakitembea tu mtu na yake. Hata nilikuwa nauliza tupewe hiyo, hata sisi tutembee kama tumejisikia kama wao. Wengine mpaka wamekuja na watoto because kila mtu anataka kujinyakulia. Kwa hivyo karibuni nyinyi wote tujinyakulie tupelekane na hii dream inaitwa golden dream, tupelekane na wao, sababu nimesikia kwanza hii ni faraja, na unajua anatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unaona, sasa faraja iko huku. Unajua hakuna kitu mzuri kama kitu inaendeshana na maandiko ya Mungu. Kwa hivyo mimi niko hapa so excited nikiambia Mungu ni asante, na ninajua mambo. Kuna maneiba hata naona hata kama ni saa hii tu tuweke nyumba, tuko na neiba na hapa tu karibu hapa tu unasikia kuna kanisa hapo, nimeona hapo ndio watu wanaendea chumvi. Kwa hivyo hata ukikuja kujenga huku hata huku kijenga supermarket hapa, na hii ni barabara by the way. Yes, this is a road. This is a road. And next unaona, utaweza kueleza ya kwamba kuna watu wanasemanga ati muende Ukambani hakuwezi kuwa na kitu. Huyu amepanda mahindi. Yes. Na next kuna project ya serikali. Unaona venye tumetoka kwa soko tumekuja Virginia. Hilo shamba ni shamba la serikali. Okay. And they want to do a very big project there. And hapo kuna hapa hivi kuna mto. Kusema kuna mto ni kusema chini. Na hapo ndipo tunachimba borehole. So mahali popote utajinyakulia siku ya leo. Sawa. Sasa ujue hapo nimejua maneno ya maji. Na by the way ndio hii stima. Unajua watu wanaweza fikiria wauliza kama kuna stima. Hii si dhitima. Hii kege si dhitima. Kwa hivyo kila kitu hapa naona kukiwa sawa. Na mashule iko na whatever. Kwa hivyo sisi tuzunguke tu na watu wa Virginia. Wanasema nini? Wanasema nini? How much is it again? Na hivyo na nimeona kuna project unaita project wote phase 1 phase 2 commercial. Na how much? Na namba yenye mnaweza reachiwa out. Okay. You can reach us, tuanzie na hapo ama tuanzie kwanza kuambia bei. Ni mtoto anatoka shule. Commercial. Unaona anatoka shule? Muonyeshe yako ni katoto. Nikiona hivyo naona tu akina Jomalia mtu asione. Unaona. Hao ndio watoto wanatoka shule. Wanatoka shule. Yeah. Na it is on a Saturday. You see that is an academy. And there's a school hapa Virginia, nakwambia hapa nyuma kuna school inaitwa Muthini Primary School. And nisema ya kwamba they have two phases, phase 1 and phase 2. Phase 1 goes for 230, phase 1 goes for 230 and phase 2 goes for 200,000. Unaweza lipa tuseme unataka kulipa polepole, unalipa 50% ama nusu, hiyo ingine unalipa kwa miezi 6. Mimi nasema miezi 3. Nataka kupatia mtu sababu hii chance mimi nilisema ya kwamba kulingana na sisi mahali tumetoka Virginia. Huu ni mwito. Ni kweli. Hata kama kuna biashara, huu ni mwito pia. Ya kwamba siku moja kuna mtu ambaye atasema ya kwamba mimi nilipatiwa chance nikaanza kujinunulia ama kujinyakulia shamba. So you buy na kwa shilingi. Kuna mtu anataka mbuzi, hebu waonyeshe kama kuna mtu anataka mbuzi anaweza ongea. Kwa wale ambao walikuwa wanataka kulisha, unaona venye mbuzi zinakaa. Mimi nampendaka sana hizi vitu za damu. Watu wanatoka shule. Watu wanatoka shule. Si ndio hiyo? Hiyo ni ishara ya kusema kuna watu. Kwani watoto wanatoka wapi? Wengi. Kuna watu. So it goes for 230 phase 1 which is commercial and the rest goes for 200,000. Whereby unalipa nusu, ingine unalipa kwa miezi 6. Ukitaka kuongea nami unaongea nami kupitia 0729 870 822. You can write the word plot, then after this interview I can be able to call you or could communicate to you. That's I usually give my personal number because I would like to handle all the clients because siwezi taka hiyo kuna we have so many advertisements na ningetaka kuhandle hawa watu wa Farodhi na watu wenu mimi ni kama director. Ndio ile kitu nimekuambia, hiyo ndio nitakupromise na hiyo ndio kitu itaishi. So you can catch me via 0729. Ngoja niambie Mary andike. Mary Moreke andika 0729 870 822. Yes, 0729 870 822. 0729 870 822.
Also on Faruthi. Alright, acha nitumie hii. So pia unaweza nipigia ama uni inbox ama uni WhatsApp kupitia 0798008008. 0798008008. Kwa nini tunapeana hizi namba zetu mimi na director? Ili tuweze kuhandle watu wote wa online. Kwa hivyo tutawashughulikia sisi na Kahora na tuta make sure mmepokea title deed na pesa yenu vizuri. We will handle everything for the online people. Amen. That's why we give our private numbers. So 0798008008. Yes. Najua tutakuwa na mkutano. So ya kwamba ile Faruthi ningetaka tuanzie kabla tuongee maneno mengi ni tuweze kuambia ya kwamba najua Virginia kwa sababu tunauza huu udongo kuna watu ambao wamepitishiwa maneno. Kuna watu ambao watu wao wametuma pesa, wako Gulf, wengine wako Amerika, wengine wako UK, wengine wako pande mingi huku duniani na wametuma pesa zao, lakini pesa zao mpaka siku ya leo hawajaipata. Kuna mtu mwingine Faruthi aliniambia that aliishi Saudi Arabia for 7 good years. Aliishi kutumia mamake pesa. Lakini mwisho alikuja Kenya akasikia kujiua ama akasikia kujinyonga. Kwa nini? Sababu hakuwahi pata anything. Hakupata hata shilingi. Now from the mother amekuwa kimsevia. Lakini mimi nikamwambia never engage into a battle that you cannot win. Engaging a battle with your parent, you know you cannot win that one. So nikamwambia, akaniambia alikaa chini akawaza tena. Na saa hii ako I think ako Dubai au Qatar. Nilikuwa naongea naye jana. Akaniambia sasa ndio maana anaendelea ama saa hii anatuma pesa na anataka kununua udongo. And because of that, I'm so proud of her because she made a choice not to engage herself into a battle that she cannot win. And she made a good decision whereby today she had made a decision of buying a land through us. And sababu ya kutuamini, Mungu aweze kuwabariki na Mungu aweze kuwatendea mema. Amen. Asanteni sana. Thank you. Nelly, how are you? And your husband, they were sent, I know Shosh is watching. Say hi to her. Hi, Shosh from Seattle. I miss you. Mmepata plot yenu? Siwakuja hapa ongea. Yes. Welcome. Kujeni hapa muongee na wao. No, but you are home. The best you are home. Sasa mko one on one ako hapa. Yes. So karibuni. Yeah. Yes. Hiyo ndio huwa inaongea. Yes. So you are sent by grandma. Yes. So how is the experience number one? Kwanza kuongea kabisa ama ya kwamba ile tunaweza sema kwanza ni how do you feel the area? Great. Okay. How is the area? To me it's great. Nimependa. Nimefurahi sana. Yeah, it's my first time and I'm so happy. Yeah, so I want to do a lot. Yeah. Okay. So Kenya tumeona natumai tutaendelea kuongea mingi kwa makaratasi. Yes. Mlikuwa umesema plot number 16. Have you settled with it? Yeah. Or you have So kuna 16 na kuna 40. Kuna 16 na kuna 40. Ndio. And I wanted to add maybe kama mngetaka 16 na 15. Alright. Or you want 16 and 40. Ni venye hatujaona kabisa 15 mko neighbors na 16. Do you want to be neighbors or you are settled with nini? Shosha mkomechagua 40. Okay, 40. Yeah. Sorry. Kwa wale ambao wanatupigia, I know they are watching us. Wacha tumalizie kidogo tu. Tumalizie then. Sasa huyu atakwambia ushikaki simu. Wacha uone kama huyu. Hala. Wacha basi. Hala. Azinukushika. I call Wote naoru. And I'm happy kuona Virginia. Nafuatilia story yako. Ukiwa na mrembo. Kila hivi na mwana wa matu. Na sikutaka. Sawa. Like komiko mama tuta. You are my fan. Yes. The project yetu na udaishi. Kila mtu naonanga. Okay. Your mother-in-law. Thank you. But niliona story yako nikalia sana. Asante. So, I remember. So you are settled with number 40 and number 16. All right.
Virginia tatuma akira 4 na 16 ndio tugathia tugika practically hiyo sasa hii map miaka map No, ina. Nikiwago. Sorry. Kuna dakika. Oh, this one. Ndio tumesimama kwa barabara na imechimbwa juzi. Unajua iko na vumbi. Asante. atitoro tumatike Number 40 number 40 na number 16 the corner plots. Hii 16 yenu imekuwa na vita hii watu wenye wacha nisiongee sababu watatuona. Unajua wanakuona tu. Hata kuna mwingine tulikuwa tumnyang'anya yake, hakuwa amelipa saa hizi. Lakini akasema hapana. You see, yeah. Unaona commercial sasa ni kama 34 and 35 hadi 35 only. Tukiate wa 49 na 48. Usinyang'anyane. Mnyande. When the demand is too high. Okay, unajua shida ni commercial haikuwa kubwa. Yeah. Lakini sasa announce kama ni kubwa. Unajua kuna vile unaweza announce ikae ni kubwa. Sasa hii tuko na stress, kuna watu wanataka na hatuna. But me what I'll say tuko kwa ground plot ni yako, wacha tuifungue plot ni yako ukilipa. Yes. I think that's the best way. I think the best way. Lazima ujicommit. Kuna mtu umesikia tukiongea na yeye kwa gari. Akaniambia Farudi nataka kulipa Monday. Nikamwambia ni sawa, lakini kuna watu kwa site. Mtu akienda achukue na alipe hapo, utamwambia hapana. Sasa hata ningekuwa tu na upendo wa kukuwekea yenyewe singe. And you see even from the experience yes. What happened with the Amani Gardens whereby we had kept for someone and then akataka kutana up so tulikuwa tunakuja tena kwanza tunafika huko unajua tulikuwa tushamaliza project and we had to close that project and you see when you announce a project that is done and then uitangaze tena people usually think that is a double allocation and you see we want to bring sanity. That's why we are here. Whatever it has been paid for we just take it. I think that's the best way to go. Yeah. So we are so much grateful that you came. Umeona ground venye iko ile maneno tumekuwa tukisema that their neighbors you can be able to witness even now when giving out the report to Shosh then she's comfortable. Sasa jibu chari chechege asema kwa hivyo hata venye nilisema niekewe si yangu number what Charity number Charity number what? Hebu piga simu kwa sababu unajua shida moja tuko nayo. Imagine umeleta watu site, mtu ameona, unamwambia hiyo imebukiwa na haijabukiwa hata na afi. Hapo ndio shida inaingia. Imagine alafu maybe ukakae Charity useme kuna venye naona mambo yangu haiendi vizuri sitanunua. Unaona labda utaachisha mwenye alikuja kwa site nikakuwekea na huku jicommit. That's why huwa tunasema at least mtu ajicommit na kitu kidogo. Anasema yake ni 104. Namba 104. Hebu iangalia hapo. 104. Just check. 104. So bado iko. Sidhani ni huo Charity. Huo ni Charity from which country? Charity. Because they have a Charity 104 planes. Na mtoto wake ameenda planes. Unaona ile gari box? Gari ingine. Na bado huko kuna 104. So lakini ni swali ameuliza. So huenda labda pia hajajicommit huko. 104 yake nimemwekea. If it's Charity number 104 planes nimemwekea. That one I know and his son ako ashaenda kwa hiyo gari ingine. I know it will become. Good. There's another team that wameenda kuona kule nini? Kupanda ile ingine. So upon that Farodhi, yes. As people they are still viewing and they're still wanaenda kuchagua kwanza kabisa tuchukue huu this chance yes. We first thank them. Tuambie asante. Mimi I don't know what to say but all I can say it's just a word of prayer. Yes. That when tu waliingia ndege I'll be so much grateful Virginia that when they shall be coming back, they shall know that they have paper somewhere, they have a title under their name, and because of that, ya kwamba sababu ya hivyo, at least they can come and settle. I'm so much grateful. Yes. Na mshukuru tu Mwenyezi Mungu. Mungu aweze tu kuwabariki. Mungu aendelee kuwatenda mema. Mungu aendelee kuwainua. Mungu aendelee kuwafanyia tu mambo mazuri. Msikae gonjeka, msikae lala kwa hospitali. Mungu aendelee kuwashindania. Thank you.
Yes. Thank you. I'm so much grateful to these people. They are so wonderful. They are so wonderful. They are so wonderful. And as Golden Dream, we should not forget our purpose, Farodhi. Purpose number 1 is to make sure that we bring sanity kwa hii maneno ya shamba. Hii maneno watu kununua shamba, unapata title baada ya miaka, unapata title baada ya miezi, unapata title mpaka mnakosana wenye kukuuzia. Huwezi wafikia. The directors, you don't know who are behind the company, you don't know who is who. I'm here. Any question that you would like to ask, I'll answer you. Ukitaka kujua anything, si mtu mwingine atakusainia papers, you'll see, you could send papers. And after today, ile plot ambayo utachagua, you go and prepare, you'll see I'm the one who will send for your papers. Simply because tumekuwa kwa media with my brother here. Yes. And in this media, watu wengi ambao wamelia, mimi pesa yangu imezama. Pesa yako imezama? Si pesa yako imezama? Mpaka siku ya leo kuna mtu mnaitishana title na ukaniambia unampigia simu ya mwisho. Wacha kunikumbusha. Nilimtumia message, alikuwa amenipromise Thursday na hajajibu. So you are dealing with people who already know what you have gone through. You have sent your money to your loved ones. That money imesink. Ambia Mungu asante sababu uko hai. Did not kill you. And God has given you another chance to live, another chance ya kutafuta hiyo pesa. Number 1 nimesema it is to bring sanity, whereby you can buy a land today and the next 21 days you can get your title, because Golden Dream Land and Properties Limited, sisi kama wana Golden tunauza ready title deed. Na ukitaka kujua what is a ready title deed, tulisema ya kwamba a ready title deed is a land whereby the mother title has gone a subdivision. Kama sahi yenye umeshika hivi, hii ilikuwa mother title kama hijakatakatwa. Hii shamba yote Virginia venye unaiona ilikuwa title moja ambayo tunaita mother title. Then tukasubmit hii mother title with this sketch and the mutation, ikaweza kukatakatwa na ikaenda kwa land registrar. Land registrar akapatia kila plot namba yake. And kwa hii shamba board yake ni ya tarehe Thursday coming, tarehe 24. After 24th, all the titles will be ready. That's what we usually do. Sisi unaona mahali tumekanyanga. Kama tungekuwa na deni la huyu mzee, kama tungekuwa na vita na hawa neighbor, kama tungekuwa na shida na yule neighbor, sasa angekuwa hapa. Angekuwa hapa. The chief angekuwa hapa. And sisi we want to do a business whereby hata kama umetuma pesa yako uko Ulaya, hata kama umetuma there's a police is it a police commandant who sent yesterday? Yes. Madam Mary Kilgoya. From Kilgoya. Yes. And we salute you. She told me that she won't be coming today, hata hizo kuja leo. Lakini in fact alikuwa ameniitisha, that's why nakwambia nitumie copy ya hii. Okay. Ili aweze kuangalia achague. Hata hajachagua na ashatuma pesa. Mary tulimpatia wapi? Alikuwa anataka title sahi asubuhi ameniitisha. But Mary, I think we gave her number. Mary Mongai. Nafikiri labda anataka kuona kwenye iko. Yeah. Mary Mongai. And I'll also confirm. You haku ameona map. I think we gave her 43 and 49. But I'll confirm with the office right now. Okay. Ndio tusipeane ploti zake na by the way nilipa jana. But I forwarded it. And I forwarded her names. Na I think aliweza kuchaguliwa. So, haya kuna Kim, please nataka kwanza kulipa polepole with 50k. Allowed. Hustler's package allowed. Kim kuja inbox tuongee. Yes. But clear the rest within 6 months. Yes. Bora hiyo ingine by 6 months ikiisha huko umeclear. Mary Mongai office line. I'll also inquire that. Okay. So kama venye ninavyosema ya kwamba ni haki yako kupata cheti, ni haki yako kupata title deed. Si mambo ya kushindanga ukiinamia maofisi, si mambo ya kushindanga ukiinamia director ambao hawapatikani, si mambo ya kushinda ukitafutana na sijui na nani. Hapana, ni haki yako kununua shamba upate title. Na naongea hivyo nikiwa na uchungu sababu mimi nilikuwa kwanza kupoteza pesa. And because of that, even mwenye aliniuzia sijai muona. Mwenye kampuni sijai muona. I even don't know kwenye alienda. Another one anasemanga yeye kwa serikali. When I talk that I lost 700,000 personally. That just the other day. Nafikiri hata yangu ilikuwa kidogo. And because of that, na ulisikia juzi nikipigiwa simu na mtu amepoteza 600. Na shuku bado ni huko tu. 600. Yes. Na sasa shida ni mzee na ashagonjeka. Kwa nini anagonjeka? Kwa sababu ya hiyo 600k. Shida nayo kubwa kupata huyo mtu sasa ni ngumu. Sasa wananiambia tutafutie huyo mtu at least
huyu tukuje na huyu mzee baba ni babake sasa, tukuje na yeye juu ni mzee aongee, labda atamhurumia. Imagine unaenda kuomba pesa zako. Let me say, they might not be touchable, as they say, as they think, but they shall go to the throne, whereby kila mtu ataweza kuinamia na atapata judgment yake. So why do you have to have all that money na si yako, unless and then at the end of the day you lose your life? Why? Pesa kidogo hii ya nini? Si tamaa ya nini? Patia mtu, okay, umenunua shamba leo, wacha nikupatie title yako. Unajua umetoa pesa, unakutania nini? Sijui kama unakumbuka Kahora, nikikuuliza wakati watu waliniambia sana nitafute plots za bei kidogo. Unakumbuka nikikuuliza kama hiyo shamba unaniambia iko na title? Sababu mimi siwezi uza kitu haina title deed. Ni watu wengi wameniitia mashamba, lakini kama haina title, hapana. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimepitia, sitaki mtu mwingine apitie. Kama kitu haina red title, si hii uko na kuambia yenye yangu yenye imekwama ya 2 plots imegonga 1 year. From last year May na hadi saa hizi nazungusha. Si niliambiwa Thursday nikakuambia wacha tungoje Thursday. Hata si kuongeleshwa Thursday. Na nilikuwa nimepromisiwa lazima nipigiwe simu Thursday. Nilikuwa na wewe Wednesday usiku. So Thursday ukopigiwa? Sikupigiwa. Sasa hivi niliwajibu nikamwambia I never trust you people. Na ni rafiki yangu, ngoja. Ni rafiki yangu sana. Sitaki kumtaja lakini niletee title yangu. Period. Ama basi refund pesa. Itakuwa rahisi. It's too painful juu mimi. Imagine kama mimi ni mtu anajua nilikuwa kwa media. Imagine. Na sasa raia. Mwenye hawezi. And that's why here today. And for all they know that you had so many companies that you could go. Yes. You had so many companies. Si wewe na pigi yangu simu tukiwa na wewe. Yes. Lakini ulisema ya kwamba ungetaka kuendea mahali kuna uwazi. Yes. Uwazi ni kitu, do you know, ni kitu ya maana sana. Do you know mimi Virginia, I usually sleep and dream. Mimi huwa sifikirii kwa kitu. Inanisumbua kwa akili. Ask him. Na niliambia Kahora, wewe kuwa tu genuine, uone simu kwanza za majuu hazitasimama. Unajua anaongea na simu mpaka anampigia ananiambia ngoja kidogo niko kwa WhatsApp call. Atingoja kidogo subiri kuna mtu anaongea naye WhatsApp, inabidi ningoje. Nilimwambia ukikuwa tu genuine Kenya na ukuwe trustworthy utapata biashara. Na plus more than that, the favor of God will never depart from you. Anytime you know that this person ametafuta hiyo pesa na ame save, mtu angeenda kukula choma, mtu angeenda kufund kitu, mtu angeenda kufanya kitu jambo lingine, lakini akaamua ya kwamba mimi nitaweka hii pesa. Kwa nini asipate haki yake? That's my question. Okay, amekuwekea hiyo pesa, kwa nini asipate pesa yake? You see, and I would like to tell you, for those who have trusted me through Farodhi, God bless you. God do you. Na ni watu wengi. Wewe sana. For those who have sent money to him, all the money are in the bank. Hata mnanitumia pesa nikisongesha huko. Ile pesa ile hata sasa niko na pesa yenyewe. Ni anaitwa Mary. Mary. Yes. Mary ama ni Rose? She's Mary. Mary from Bahrain. Bahrain. Niko na pesa yako hapa ama ni yeye alikuwa anauliza hapo Nyewira, labda ni yeye. Pesa ilifika. So na anafaa kutuma nyingine pia leo. So na bado kuna watu wengi sana wanaendelea kutuma. There's another one in the Western Union. Kwanza ya nani ya Jane. Ya Jane iko Western Union tunaenda kutoa. Huyo Jane mwingine alituma ya Caroline iko hapa. Na hiyo haiwezi fanya tukose usingizi. By the way acha nikwambie. We are never moved by what we have in the bank. We are moved by what we promised. That's the passion that is in us. Vijana nilikwambia utakuja siku ya leo. That's what is making, hiyo ndio inafanya niamke. I'm not moved by ile pesa Farodhi hapo nayo ati ataenda. No, I'm not. Acha nikwambie kitu moja. Hakuna kitu kizuri katika hii dunia kama kukula haki yako, kwa sababu utalala upate usingizi. Hautakuwa unaona simu unakataa kushika. Sasa hizi tunapeana namba yako Kahora. Yes. Sasa hizi kama ungekuwa wa deals mbaya ungekuwa unaona huyu akai customer huyu si customer huyu, unaanza kushuku. Sasa utaruhusu biashara mingi juu ulikula labda plot moja for nothing. And that's why integrity is very very important. Yes. As a media personality, because najua tuko wengi lakini huu ni mwito pia. Yes. Wakati wote kwa hiyo miaka 4 umekuwa umekalia hicho kiti. What you are harvesting today is because of integrity. Yes. Ulipata na deal mingi sana. Ulipata na pesa ya watu wengi sana. Lakini uko ambao kukula. This is not apply to me. Nilikuwa na deals, mtu anakuitia deal. Lakini ukivalue Mungu wako, unaona nitakula siku ya leo lakini Mungu anivalia siku. Wewe unasema deals. Nyumba kama hiyo ya Hiram kuisha kwake kama ilikuliwa pesa haingeisha. Yes. Sure. Unaona hiyo nyumba kama ingekuliwa pesa haingeisha.
And it is worth 10 million. That is it. So you should be driving a range. Imagine. My friend. In fact, mimi huambia watu kuna mtu alinipea deal. Akaniambia Farouk, unaona hiyo nyumba unajenga ya Hira? Anza yako. Zikuwe zinaenda hivi. Na akaniambia unajua watu watatuma pesa, kwa hivyo zikuwe zinaenda hii kipanda, hii korento, hii ko sijui ya ngapi. Lakini sasa nikamuuliza mwingine akaniambia fanya hivi, sichukue hata kama ka 1M, unakula nini hapo? Nikamuuliza swali. Nikupatie hiyo 1M na nikupatie ukae na Isaac. Hajai niongelesha hadi wa leo. Mpaka aliaibika. Kwa sababu ukimwambia kae na huyo mtoto haezi. Sasa anachukua 1M inanisaidia na nini na si hapo. Hao watu sio wengi. Tumebaki, lakini God has his remnants. Hata kama watu ni wabaya namna gani, kuna watu wazuri. Hata kama makampuni wakatae kupatiana title namna gani, kuna kampuni ambazo najua ni mzuri. Whereby you buy and you get what you should get. And ile kitu inakasirisha watu sana sana ni hii maneno ya kuwekewa. Yani unapiganga simu. Yani utafute na upige simu when you should be rest. You are here Virginia. I promised you a plot. Then you be calling me. When will you give me? Imagine, mpaka unaaibika unaona sasa. Nilipewa na ni mimi naitisha. Imagine. Mimi naitisha kwani nilipewa. No, it doesn't go that way. It doesn't go that way. To me, okay, to others it goes that way. But to me it doesn't go that way. And I promise you, towards the end of July, we shall be having a title. Amen. Amen. As I promised on Monday, towards the end of July, because nimesema board ni Thursday next week. Towards and once tukimaliza hiyo board ni hivyo maneno yote imeisha. Towards the end of July, we shall be having a title. Yes. All right. So tumesema kampuni huku tunauzanga title. Yes. We don't give certificates. We don't give ballots. No. We give. So sasa hapa si plots mingi. Tumesema kwa commercial zimebaki ngapi? Commercial unless Wamboi update us. I think anaweza kutuambia. Nafikiri anaongea na simu. Pia Yaani kila mtu uko ni simu tu. Sasa nafikiri ile face imebaki plots mingi. Wacha tuseme commercial ni plots kama 3. So hii ndio imebaki na sio mingi. By the way usione ni mingi kwa sababu hata commercial ilikuwa hivyo. Haya Mary Mongai. Mary Mongai number 41 na 42. 41 42 Mary Mongai. Okay, 41 42. Lakini si ile 44 45. Hapana, 44 45 ni ya nani? Ni ya Ann Joki. Good. Now neighbor wake ni Mary the lady in Kirugo. Okay, so 41 42 Mary Mongai. Mary Mongai. Very good. So hizi plot si mingi. Naona hizi plot ziko hapa sio mingi. So speedisha. Otherwise utapata ishaenda. Hii ni 200k, hii ni phase 2. Na by the way, hii ni phase 1 upande huu, huku ni phase 2 upande huu mwingine. Wacha tuwatembeze hii phase 2 sababu wacha tuseme phase 1 ni kama imeisha. Imebaki kama 2. Na sasa wenye wako ground hatujui amechukua gani na gani. Wenye wanazunguka huku wakitafuta hatujui amechukua gani. What do we do Farouk? Wacha kwanza Virginia atafute yake. Atafute yake. Akishapata yake tukue na nini hapa. Watu nipatiwe list so that we can mark. Ndio tuambie imebaki. Najua Virginia ushachukua bearing. Sasa nataka tuzunguke, chukua kwenye unataka. Yes. So wacha tuchukue hii. Haya. Sasa bado tukua live. Ndio mtu ajue ile namba Virginia atachukua, ujue kama wewe ndiye jirani ya Virginia. Nataka nijue pale. Na pia tutaenda pale, ukumbuke tutaenda kwa Sylvia. Kwa Sylvia. Tuanze na kwa Sylvia. Tuanze na kwa Sylvia. Haya tuteremke. Wacha tuanze. Tuanze na kwa Sylvia. Hii tutaweka. Hiyo iweke tu kando. Maleta kuona hali ndo ya niga dalili. Ni mamenya jirani no. Marizano. Hello sir. Who was sent by nakumbuka ni Tom. There's another one who was sent by Haya, na yule alitumwa na Ruth. Mwenye alichukuliwa Jomoko. Who was sent by Ruth? Mwenye alichukuliwa kule Jomoko. Alikuwa nani sasa? Hi, habari zenu?
Niko salama Who was sent? Nataka msaidie the same. Msaidie Virginia. Martha. You see the Martha who is talking has been our client and today she will be receiving her title deed, by the way. Wow. For money garden she will be receiving her title deed. Martha and the ladies sababu ninyi mnajua mahali mmechagua. Nataka msaidie Virginia kuchukua plot moja. Yes. Settled by the company. No. Yes, this is Virginia. Who was sent by Mulichukua nani pale nini? Goingwa. Ngoigwa Jomoko. Gani? Yule akona black. Mwenye akona black. There's another one alitumwa from Naona hata ako live There's another one who was sent by alichukua 4. Yeah. Do I remember the lead now? Sikumbuki aki. But tutauliza tu. Tutauliza tu. Haya. So Virginia, usikae. So these plots are for nani? Hizi the four the nini? Hizi zote ni za Mwangi. Anaitwa nani Mwangi? Tutakuwa tukiwataja jina moja moja. Juu nilirealize kuna wengine hawataki wajulikane nyumbani. Okay. By the way. Mtu akisikia anajua ni yeye. Okay. Haya. So this one Sylvia belongs. So Sylvia kwa hii line. Kwa hii line. Kwa hii line yote. Okay. So upande huo wa barabara ama upande huu tuko? Upande huu wa barabara. Okay. Wow. So tunaweza pita huko. Haya. So ameona neighbor yake. Yes. So Sylvia umeona jirani? Ndio jirani. Ndio jirani hapo. Haya. There's another one who amechukua 60 ni ako direct kwa huyu. So mnaona kuna maembe. Yeah. Nani yako kwa hiyo plot ya maembe? Kuna hiyo maembe. Nakumbuka siku ndio alikuwa anataka mahali kuna maembe. Sure. Kuna hiyo bas, we are back. Poleni sana. Nzuri. Hiyo map, hebu tuonyeshe hiyo map mam. Kwanza tuone mahindi. Sio na zoom. Ndio hiyo. Ndio mahindi. Ndio mahindi. Na huyo jirani yake? Ndio mahindi. Ndio mahindi. Next kuna huyu jirani. Right. I think even tukiwa hapa sasa we can be able to see the whole land. Unaona mpaka amelima. Wacha jirani. Wewe uone huko mbele kuna jumba zingine. Venye amelima. Unaona venye amelima. You see? Wanasema ya maembe imeshukuliwa. Kitabu. Wacha tuone kwa map. Kama hii imechukuliwa mimi nitaenda pale kwa kanisa. Niko na option mbili. Niko hapa na ile site. Jackie. Muitie. Lucy, utashautia watu wafupisha hapo. Unajua tunakujua. Maembe. Wacha tuangalie kama nini hata mimi naweza nunua hapa nikae na hii mtu ya maembe. Kwani alafu ni za zingira na fence ya stima. Sinaona. Virginia unaangalia wewe ama unaangalizia watu? Unaangalia Virginia. Ruka za angalia bacon. Vetu tunaendelea kukaribia maembe. This bacon number 77. 7 imechukuliwa. So 68 no, hii 78. So hii 78 actually 78 tumekaribia maembe inaanzia hapo.
inakanyanga pale. Ukanyanga pale. Nenda hapo. Inatokea pale kwa barabara. Yes. So, hiyo pande hiyo Bacon inasoma nini? Yes. 79 kwa map yako imechukuliwa. So jua maembe namba 79. Nimekwambia. Maembe ishaenda. But kuna mtu mwenye hiyo maembe alisema abadilishiwe. That's why I want to confirm. Wow. Abadilishiwe. That's why I want to confirm with her. Lakini hii maembe lazima umfence. Msipo fence. Iko vacant 79. Lakini 78 imeenda. So 79 iko vacant. Ya. Unajua mama anaangalia watoto. Sasa mtapiga mkiwa live. Oh. That place is so beautiful. No. Jadida Miren anasema can I pay in installment? Of course, yes. Unalipa deposit ya half, hiyo ingine unalipa kwa muda wa miezi 6. Sasa ujue Virginia hiyo maembe kwa watu wawili kidogo, sababu branches zimeangua kwa mwingine. Wewe kanyanga ile Bacon. Sasa ndivyo sasa tukuchagulia. Tunataka kuchagulia neighbor online. Kama Bacon iko nje. Haya. Kanyanga Bacon hapo. Woi. Haya. Acha tuone iko wapi. Acha tuone. Acha tuone. Haya. Virginia nusu maembe, nusu nikutafutia neighbor. Akio maembe iko kwa nini? What we can do? Iko half. Virginia. Oh yeah. Haya. Yes. Imagine maembe iko. Wacha tukutafutie neighbor saa hii. Mtu anataka kuwa neighbor na Virginia. Hii maembe iko nyuma yetu, ndipo Virginia yuko. Lakini hiyo maembe iko katikati, iko nusu nusu. Iko between 79 na 80. Virginia kwa 79. Nani anataka 80? Nani anataka 80? Yes. Saa hii. Virginia plot is number 79. Now who wants number 80? Bas. Wakaribiana na Virginia. Yes. Virginia plot 0729. Hakuna. Sieko besa. Wacha tuone. I've not received yet. Uliokotoma biashara mbele. Akatoma 0729 870 822. 0729 870 822. Number 79 ni Virginia, mwanataka kuwa 80 direct na Virginia. Bas. Na huu mtu watakuwa wanagawana. Yes. Kwa hivyo acha tuangalie 0729 870 822. Ndio nimeshika simu. Bas. Haya. Hapa itadepend na speed yako sasa. 0729 870 822. So yes. Haya, wacha niwekee pia. Virginia owns a plot. Virginia owns a plot now. Yes. Plot ni 200k. Wewe unatuma na title ni inclusive. Hautoi pesa nyingine ya title. The plot is 200,000 inclusive of title deed. Virginia plot yake number 79. Yes. Na lakini kuna mti katikati ambao mnaona nyuma yetu. Huu mti una bodi number 79 number 80. Wana share. So wana share. So nani anataka hapo next? Bas. 0729 870 822. Aya. Florence Kichinda anaitaka. Tuma pesa saa hii. 0729 870 822. Aya, ndio hizo namba hapa tumeshushia nini? Ati ni mimi neighbor nitatuma mwisho.
Sasa tunataka mtu atume saa hii, mwenye atatuma kama hatujatoka hapa. 0729870822. Haya. Wenye wameingia saa hii tunasema Mama Virginia amechagua hapa karibu na maembe, lakini wanashare hii maembe. Bas. So kama unataka kuwa plot next na Virginia, mshare hii maembe. Bas. 0729870822. So acha tuangalie kama kuna watu wanakuja inbox. Virginia, this land belongs to you. Yes. This plot belongs to you. Now, the next thing that you should do, now bring your papers. You bring your KRA, your passport photo, na your ID. Yeah. Peke yake. Yes. And don't usitoe hata shilingi. Mere wa Jiro pesa ilishaingia tuliona si ni yule Mere wa Bahrain. Ni anaitwa Mere wa Jiro? Good, basi ni yeye. So sasa tunangoja pesa, saa hii tunangoja pesa. Anasema nataka lakini hadi kesho. No. Haya, ile kitu tunafanya tunamweka next. Next. Wacha kwanza tupeane hii, lakini tunamweka next na pande ya juu. Kesho ni next. Na pande hii nyingine. Lakini saa hii ni leo. Saa hii ni immediate. Kuna immediate na next. Immediate neighbor. Na unajua ile favor Virginia yako nayo, utatap. Yes. Immediately. Hapo. Kuna watu ukikaribiana na wao utatajirika. Yes. So rudia namba 0729 870 again 0729 870 822. Hebu sema pole pole. Kuna watu wako kwa M-Pesa. Haya. 0729 870 822. Majina ni Frederick Kahora. Swali ni lazima mtu alipe cash ama anaweza lipa na installment? Anaweza lipa you can still pay with Vice. You can send 100k ikuwe deposit. Bora tukiona tu imeingia pap. Ni hivyo, ni yako. Hebu Karua unakuita Karua kwa ni Kahora. Kumbuka ukiangalia hapo labda ikilia pap. Yes. So yes. Nawekea namba hapo 0729 870 822. Igia M-Pesa, make sure umetuma hiyo 100k ikuwe deposit. Ukitaka kulipa cash, ukuwe neighbor wa Virginia. Hii maembe iko nyuma yetu, imekatana. Mtashare half na Virginia. Kwa sababu nini imepita hapo Bacon. So, kuwa namba 80 ni bahati kwako. Utakuwa sasa rafiki ya Virginia, neighbor wa Virginia, deskmate wa Virginia. Cooking mate wa Virginia, maembe mate wa Virginia, Bacon mate wa Virginia. And because Virginia is favored, yes, she's not giving any coin for this land, for this plot. Wow. Yeah. So sasa tunangoja. As Golden Dream, we promise and we deliver. We promised. Sasa uko hapa. Haya, mtu mwingine anauliza nani atachagulia mtu wako mbali shamba? Sisi tuko kwa ground. Bas, Virginia atakuchagulia. Bas. Kama uko huko bali kama ungerusha hiyo pesa mara moja. Skora hili mnasema mtu anatuma gapi? Tuma hata nusu. 50%. Tuma hata hiyo 100. Ukituma 100 ni hivyo. Chukua namba zote. Ini namba you can use zimefika. Haya. Abu ongeleshe. Okay. Wacha niongee sababu hapa, wacha niwaambie watu wafupisha na watu wa Farodhi wa Thayo TV. Hapa mambo ni mzuri. Na ndio nimeona hata maneiba huku mkiangalia maneiba ni wako sawa, shamba iko sawa. Hii maembe hapa ndio tunapigania. By the way, sisi tutaangalia kama kuna tuwili tutatu tuone kama imezaa. Lakini ndio mimi nataka nyinyi jiandikishe. Umeambiwa hii inakaa kuzaa hii. Hii inakaa kuzaa. Hii lazima hapa mwenye tutashikana. Hii ya mother of 12 hii. Hii ya mother of 12 hii. Mother of 12. Iko na kibali. Hii itavuja rekodi. Iko na kibali hii. Hata tunaiogeresha saa hizi. Tutaacha kama tumeiogeresha tena tutakuja kushuna kama tuko live. Unaona? Salina ameuliza kama title ni genuine. Very genuine. Na iko tayari. Very. Plot ni how much? 200k. Yeah. Na 50 by 100 size, yes. Kwa hivyo toeni kitu hapa, ni kuwe na neighbor mzuri. Hapa ndio tusianze kusubuana. Ati mtu akuja niambia hapana, tunataka tulete nini ikatanishwe mara mbili. Na tungetaka hata tuambiwe mwenye ako 70. Hii ni 70? Yenye kone? 79 by the way, she's also in Seattle. Bas, imagine when is neighbor Virginia.
bado. Imagine na hata mwenye ako side hii ni ba Virginia. She's a silent follower. Mere Mulege ametuma 41k. Ndio kibaki ukiwe. Mere tu kwanza ametuma kwa simu yangu nyingine. Mere ndio watu nimeiona hapa kijui ikipita. Na bwana akupatia hata hiyo ingine imebaki. So Mere thank you. Tuna Mere. Unajua Mere najua amefanya hivi, ametuma ndio isibukiwe so wataongezea. So unajua ataongezea. Tamuonia. 279 8 ni adhi. No. 8 ni adhi. Virginia na Mere Mulege wako same. Twajitithania na Mere. Wacha nikuambie hicho kinyang'anyiro hicho. Hiyo Mere. Hicho kinyang'anyiro. Kirudio. Kirudio kinaweza rudio kwa sababu si kuna ile side. Kuna ile kwa yote. The other side of Virginia and the other na nyumba yake bado. Sasa hapa another neighbor juu sasa ya huyo Mere Mulege ni 64. Sasa hapa kuna ingine hapa. Abu ajesha Mere Mulege yako 80. Yako 80. Virginia ni 79. Okay. Sasa kuna 81, 82, 83, 61, 62, 63, 64. Haya 7 plus. For that lady who is document Maki. Oh yes. Ndio tuongee wacha sasa tutafute hao neighbors wengine hapa ndio. Bas, mwingine anataka kuwa neighbor wa Virginia? Yes. Fanya hiyo matuma saa hizi. Neighbor. Thank you. Mere Mulege watu wafupisha na jirani yake. Mulege hiyo speed. Watu wafupisha ni wakali na ninawaambia bado wacha usikie watu wafupisha changamkeni. So this is the map. This is how things are. Yeah. So uko hapa 79. Nani yako hapa? Mere Mulege yako hapa. Mulege. This is Virginia. Yeah. Mere Mulege 64 hau ndugioke hau ukorwo ri hau haitu na 8 na whatever. 1 2 3 4 5 6 7. Those are all neighbors. Let us be fupisha there. Haya. Watu wafupisha tu occupy there. Kairi yaka magetheria. Na unaona tuko kwanza Mere unaona tuko kwa barabara. Magari zetu. Kwa neighbor. Hebu kwanza uonyeshe. Mko kwa neighbor huyu. Tuko na neighbor amejenga hapa. Amelima mahindi. Angalia mahindi kwa shamba. Ndio hiyo. Na anaonekana amefunika gari hapo. Kwa hivyo hapa unaona kuna barabara. Mere tunasimamisha ma V8 pale tunaingia. Simamu unapenda V8. V8 pale tunaingia. Si unapenda V8? Dream car. Hiyo that one. Kabisa in Jesus name. Si haria si anti wa haria. Ni anti wa V8. Wapi. Wewe angalia vile wanasema ni nani anataka kuwa neighbor there. Number 79 belongs to Virginia. Thank you. This plot belongs to you. Amen. Under no coin. Bas. Gutura kuda kamaine ya Jesu. Gutura kuda kamaine ya Jesu. Ate dikoimaho da kamaine ya Jesu. Dikoimaho da kamaine. Ona henotoga da kamaine ya Jesu. Henotoga da kamaine ya Jesu. Niambie director. Ni nani unajua mtu unakujaga unanunua teri hiyo shamba. Hebu angalia ndio uone Mungu. Unakuta hata niambie kama hii mtu ningeipanda siku gani na nikule matunda. Kumbe Mungu alijua haitanunuliwa. Yani kwa maombi yako umekuwa ukiifunga. Si ndio? Nimekuwa nikifunga mpaka siku ya leo watu hawaoni kuna mti. Yani siku ya kwanza kila mtu alitaka mahali maembe. Kila mtu alikuwa sema maembe. Kwa hiyo mti ya maembe. Kumbe yani God knew alijua you shall be settled. Kwa hiyo mti ilikuwa ishabukiwa. Watu walikuwa wanasema wataka kuibook. Yani tulizubaishwa kwa sababu watu walituuliza after kutoka hapa tulikuwa tunaambiwa ishabukiwa. Wacha nini? Do you know how many people have booked that plot? Imagine. Kuna mwingine alikuwa amebook zote mbili hivi akaachilia akahama. Yani
kuna watu yani wanaamrishwa wahame. Yani this is how God does. Yani kuna watu wanaamrishwa hapana, songeni. Hapo niko Virginia. Si ndio? Oh my God. Anakuja na Mungu alijua before nipande kuna miba ya mtoto mmoja. Nilikula maembe sana. Maembe, singekula kitu ingine. Ni maembe. Ni maembe. Si nyawira. Sio huyu, hata ningependa by that time hata hakuna kitu ilikuwa imespecify. Lakini huyu mtoto anaitwa Veronica, kale keupe sana, Veronica Muthoni. Veronica Muthoni nilikula maembe throughout. Sasa Mungu amerestore. Amerestore. James nilikula carrots, nilikuwa napitia soko nanunua carrot, hata sikuosha. Kwa hivyo hii maneno inakuanga ukweli ile ya nini? Atunaitisha. Hiyo inakuwa ukweli. Yes. Unasema ile miguu ya buzi na usiletee kitu. Unaona ile inauzwa 10. Utaki kitu. Ni hiyo tu. Sasa hiyo maneno naona Mungu. Wacha niulize, msionage babo kama ni kawaida. Hebu fungueni akili na macho. Unaona unanunuaga shamba, unaenda na tumiti unapanda. Na nikaambia Davis ile shamba tulipewa hapo, tukipewa hapo matu, tutabeba maembe. Ndio ile shamba na nilimwambia ndio ile shamba ikiendelea na nini kujengwa, tuone vile maembe itakuwa. Angalia Mungu aliona. Hii mti mnaona kama ni kawaida, msione kama ni kawaida. Just imagine hiyo mti ya maembe. Sasa watoto wangu kitambo ikue, si watakuwa ameongezea 52. Mbele muregera thimu. Endelea tu ni ile ya kushika. Tunasema Mungu awapanulie mipaka. Aki ya watu Mungu awape good health. Good health. For sure. Na I thank you very much because wherever munaona mother of 12, kuna watu walikuwa wananiambia sina haja ya shamba. Lakini because I am seeing you there, wacha tu ninunue. Ndio hiyo kibali ifuatane na mimi. Na nyinyi sababu ya hiyo kuamini. Hiyo Mungu anatakaga tu hiyo kwa. More so after your neighbors there is immediate neighbor who is here. Kuna watu walikuwa wanasema huwa tuonyeshe neighbor. These are the neighbors. Ndio maana leo na insist sana for maneno ya hawa neighbor. Si ndio? Si unaona? Neighbor wote. Na huku unaona wamejenga nyumba za mawe. Leo hatuko kule commercial. Tumeonyesha za wa commercial sana. Leo sasa tuko huku. So that this land, the best thing with this land, yote iko sawa. Si ndio? Na iko mahali pamoja. Iko mzuri. Yote iko flat yani. Mbele mlege tutafikiria, nafikiria kama tutajua hapa sababu hapa nimeona kuna mahindi. By the way, so now they are doing watu wameanda mahindi na unajua hiyo maembe ni kama ni yako yote. Mlege hapo ndio ameangalia sana. What we can do because we are doing a borehole. Because we are doing a borehole, think muongezee maembe. Tutaongezea mlege hapa tutafikiria. I'm doing a borehole in this project. Golden Dream, you are doing a borehole, then it will be easier for you connect water. Mnafanya nini? Hapa tutafanya hivyo, hatutaweka electric. Sasa stima hapa. Sasa fanya venye unataka na shamba lako. Ruye koryo kwenda na guone waku. Ana hakuri. Hao kinyagite ni haku. Mire wacha nifanye aborage hakuera, abotira kwa mire. Aborage hakuera. Aborage onyite kiria. Raka kwa kuera. Rugara. Wakinya no mwakori. Ria. Mwaka we habe koniria. Hora yutani. Hadi mulo turahurana nake mire ukai mutiga ucio. Haha mire. Mwembe na waku. Huko. Ane hapo. Hadi ugokira Ngai ni wega hati mundu kinjuri. Ni wega mwathani. Ni wega mwathani. Ni wega muno. Ni wega mwathani, wega muno. Ni wega mwathani. Mwembe twakwarĩrio ciarĩ ũtegũtigithĩria. Na we mwembe aĩkorwo nĩ ũrahukĩte na aĩkorwo nĩ ũrahunĩte twakwarĩria rĩu wambie gũciara. Tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩiga na mother of 12 na wambie kũruta tũburuti kĩrĩa nĩ ũciare maciaro. He maundu no nginya matwarane. There are things lazima mambo zige zipelekane. If she's a mother of 12, you must produce. Double. Yes. Ati na option. You have no option. You have no option. You multiply by that by fire.
by fire by force. Yes. Na wandu ara mari itura ri ni twenda kumariria tumereriria muti uyu guciara maitho mao matigoke macurĩtie fio favor grace maundu macio eni macio maundu maya matwaraga andu a Ngai eni muona Virginia kahaha ngura unoka ndu ugeka atia naho niguo hatiri undu ungi riu koguo mwena uria twina cio immediate neighbors mwiyandikithie please oyai tutige twa mutiki nigetha tukiheana migunda tukaugaga muna ni muthiete koguo nyawira ni wira waku wa kurora hau ona acio mekugite rucio ri ndiko ina maraina katomene rwimbo rumwe tuine nditiga kuga baba ni wega tondu ni unjui mbere uria ngui nindacokia ngatho mbere yaku njugaga ni wega turaga uguo na ni ndure gicokagia ngatho ngoro ikenete utonga wako ni wanjirire ndiwetagirire ndora umiriru na ukijira ndona mathina ngurere mothe ngigwitaga baba tondu niguo wonire ni wega kireke ngoririe githima giki kireke baba tukinyuanire ngoro ikenete tugikura na tukigimara kireke undu ucio ugagukenagia tutigaire kuigua karumbeta ka Jesu tuinuke ona tatuguthi ona tatukuingira ndu aria moka no takwira tari rwimbo turashoot we had promised Virginia, the mother of 12, a mom who has gone through tribulations, a mom who has gone through trials, a mom who has gone through pain, but today she can afford to smile because there is a God in heaven. It's not about me. It's not about Golden Dream. It's not about Farodhi. It's not about us. It's about God. That's what we can say. And today, Virginia, we promised you that God who wipes away tears will come to wipe your tears. Amen. And your name shall be written. Amen. A title. Yeah. Amen. Yani nikuulize Virginia, by the way, wakati ulikuwa unapitia haya yote, ulikuwa unafikiria yani siku moja yani unaweza kuwa na kashamba mahali by the way? Sasa kasi yangu ilikuwa ya kushinda nikisema tulikuwa na shamba na nyumba kule Weteithia waliuza, tulikuwa na ingine huko Kiganjo waliuza, tulikuwa na ingine Murang'a Juja sikujua waliuza. Unaona hiyo ndio ilikuwa. Sasa after kuuza nasimama hapo ndio muone sasa zimeuzwa. So sijui nitapata ingine wapi. Unajua kwa nini God is restoring this you? Because you are the one who was carrying that. Amen. Kuna watu ambao ukinanisha na wao ndio huwa nabeba kibali chako. Ni kweli. And the reason why ziliuzwa sababu uliweza na ndio maana Mungu alikuondoa. After kuuzwa Mungu akakuondoa. Akaniondoa. Because kazi yako kama venye uko na watoto 12 kazi yako the same you carry children the same you carry, kuna kitu ambacho unabeba. Amen. Ya kwamba mtu akitanishwa na wewe akijoin maneno yanakuwa restored. Amen. And that's why God has started restoring what you have lost before. Amen. That's why tuko hapa kwa ground. Amen. And we are in Matu Faraja Gardens project ambao tunauza phase 1 tulikuwa tunauza kwa 230, phase 2 tulikuwa tunauza kwa 200,000, and today siku ya leo ile jambo la maana kuja kupatia Mam Virginia shamba lake na plot yake ni number 79 na amepata immediate neighbor number 80, so wanaendelea hivyo hivyo. So if you'd like maybe to talk to me, to talk to Farodhi, you can talk to me via 0729 870 822, and you can own a plot even outside the country. Maybe you have gone through pain, maybe let me tell you there as kwamba sisi kama Golden Dream we sell lands that have no disputes. We don't sell lands that maybe we don't sell lands under succession. We don't sell lands under subdivision. We sell lands with one title deed. This land ama hii ploti iko na title deed. Each and every plot we sell the title deeds. What we mean by title deed is that you can get a plot within 21 days. Legally
unastahili kupata title yako kwa siku 21. From today. Yes, legally. Okay. Sorry, legally it should be 90 days. Legally it should be 90 days. But as Golden Dream, we are making sure and we're ensuring that you can get a title. You can buy a land and get a title within 21 days. For those who would like to buy cash, it is 200,000. For those who would like to buy by installment, you buy, you pay half. The rest you pay. The rest you settle within 6 months. That's how we do. That's us. And mahali tumekanyanga kwa huyu mtu wa Maembe. This one. Hapa ni kwa Virginia. Hebu watu wafupisha sameni pamoja ni mimi nikisema hili, lakini tumesikia kuna immediate neighbor. Fanyani hivi hapa tuko sababu Mary amechukua hapa na hapa tuko na immediate neighbor. Nyumba yangu jiandikisheni ndio tuwe tumaneighbor hapa, tutakuwa na fellowship wakati mmekuja. La maana kabisa ile kitu tunafurahia ni ya kwamba what we promised you have delivered. Amen. That settles me. Amen. And that is settled my heart. I'm not settled by how many people might buy after this. No. But what we promised, Virginia. You don't know how I feel. Thank you. I'm so happy. Even me, I'm so happy. Na mimi nashukuru huyu Mungu na mimi nitakaa kwa huyu Mungu. Na ndio nasemaga Baba gwenda uheage kiririkano ndigatigane na njĩra ya ũthingu ndikagerere njĩra ya mũkĩra-inĩ na riumĩrĩro rĩayo gũthiĩ kwa Waing'a, sababu tunajua kukumbuka bahari nimelitoka, nisikuje nikianza kuingia hapa na V8 na matunda imejaa, kila kitu imejaa, usahau na huyu Mungu. Na ndio kila wakati hata nisikia jana usiku watoto wakiniuliza, mamu hii wimbo unaipenda sana kuimba, lakini nawaambia ni sababu singetaka Mungu nisahau mahali nililala chini, mahali nililala na njaa, mahali niliona kama dunia imenigeukia, nikaangalia watu wetu, nikaangalia mama yangu, nikaangalia everybody, nikajikuta ngwani peke yangu, lakini nikalilia huyo Mungu na ndio hii ndo akaifungua. Kwa hivyo hiyo kifua alinipatia nikalilia na ameanza kurestore. Sasa mimi nikikaa hivyo nakumbuka niko na shamba mahali mpaka nasikia nimetulia. Kwa hivyo ndio nasemaga nisiwahi sahau. Kwa hivyo hata wewe unatutazama hapo na shida zako na nini unaona mambo iko vile iko. Tazama Mungu. Kama Mungu amesettle Virginia, nini ingine tunangoja? Hakuna. If God has answered Virginia, he can also answer your prayers. Virginia alikuwa na watoto 12, hakuwa anajua afanye nini na wao. Hata kama angeulizwa angewafungia nyumba wachome muishe. Ndio tuishe hivyo. Unaona? Lakini kunaye Mungu alifanya ubeba hao watoto. Kwa sababu alikuwa anajua hao watoto, ndio maana wasikianga kila mtoto na baraka yake. You didn't know. Wakati ulikuwa jangwani, wakati ulikuwa kwa mateso, wakati ulikuwa na shida, ulikuwa unajiuliza watakula nini? But God knew. Kabisa. God knew. Wengine walikuambia umebeba watoto sana, wewe ni mjinga. There's family planning that you can do family planning. But wewe ukufunga tumbo lako. Nilishekelewa sana. Yes. Haya, sasa Jedida Miren, can I send something kidogo ya kushikilia before I put money in M-Pesa cause niko mbali and niko job. Then Varodi wewe ndio unanichagulia. Please. Is it possible? It is possible. All right. She's called Virginia. She's called, sorry, Jedida. Jedida Miren. Jedida Miren. So it's possible. Jedida Miren, you can send something kushikilia before afanye nini? Aweze ku access. Aweze kuingia kupata mahali atatuma. It's okay. Alafu nimchagulie. It's okay. Tutakupea tu hapa next na Mpe karibu na mimi Jedida. Hiyo ni 80. Tumpe 81. 81. Acha tukue tu pamoja. Si ama si 81. Najua. Kuna 81. Good. Jedida 81. Safi. Alright. Haya, tutaririe ndiko tuli and the plots na number ndio tuweze kumalizia sasa. Yes, tumeona tuko pande wa Matu iko Machakos County. From Thika it is 45 minutes. Na kuna hapa mahali tuko tunaita Matu Faraja Gardens, hapa ndipo tuko Matu Faraja Gardens. And Matu Faraja Gardens tuko na phase 1 na phase 2 ambao tunauza kwa shilingi 1200 kwa phase 2 na kwa phase 1 230 ambayo ilikuwa commercial. Unalipa 50%, ilipa nusu, ingine unalipa kwa miezi 6. Lakini kwa mnunuzi watu wa cash unaweza lipa cash which is 200,000 and it is inclusive of title deed. Hiyo malipo yote hutatoa pesa nyingine ya title deed. Hiyo pesa yote ama hiyo malipo iko pesa ya title deed iko ndani. So kwa wale ambao
nataka kununua. Kampuni ni Golden Dream Land and Properties Limited. Thank you for believing in us. Thank you kwa kununua na sisi. Mungu aweze kuwabariki. Nasema ya kwamba siku ya leo tulikuwa tumepromise Mam Virginia kwamba atakuja na tutampatia plot yake. Hapa tumekanyanga ndipo kwake. So mimi ningetaka uombe hii plot yako. Amen. Na pengine useme neno kuhusu hii plot yako. Yeah. Mimi kitu ya kwanza nitasalimia Farodhi wa Thayo fans na Virginia Wangari TV family. Ninawasalimia sana na asante sana, sababu najua kwengine kwao ndio siku, lakini bado wamesema hawatalala mpaka waashe mama yao amepokea shamba. Na wengi wao hata akipokea shamba wengine wakajinyakulia because they want to move with me. Ya kwanza, trust this Golden Dream company, sababu tumekaa na wao na Farodhi na unaona mpaka washa wakubuke. Ulituambia tukipata shule ya Wamoyo of which ni this week tuingie kwa ofisi yenu na tukuje mtupatie check ya kupeleka mtoto shule. Siwezi sahau na hiyo kitu. Mlisema hivyo na wakasema by the way today tunaenda na nyinyi. Mnaona hapa nilipewa appetizer. Unajua mimi kuna mambo mengine natakaga kusema, sio ati ni kwa ubaya, lakini sababu nilipitia I have to say because of somebody mwenye anatuangalia pale. Unajua nakumbuka kama mzee alikuwa anakuja na kama by the way ilikuwa kama hii ya carton anakuja nayo anaikunywa. Unaona sasa tukitoka hapa tunaenda kulaba. Leo sitalaba. Unatumura leo sitailaba. Unajua ndani niliona inakuaga imewekwa mzuri sana. Kwa hivyo ile carton ni kama nylon. Kwa hivyo kanaidaga mzuri sana. Na hii hata ni mzuri sana mmenibaia hii. Hii ndio wakati nilisema, wakati nilikuwa nimefungiwa pale nililetewa box kama hii. Na hii box nililetewa kama hii ilipewa mtoto. Na nikaambiwa box kama hii nisipatie mtu hata mmoja. Mimi nikunywe tu peke yangu. Na saa hiyo nilikuwa nimeona nikaiombea kwanza. Nikasema ukiona ameingia supermarket na kanunua kama hii na amekaa sana bila kunipea kitu kama hii, amenipenda tena. Na kumbe watoto wote walifungiwa pale. I don't know what was behind. Sitaki kujaji. But after kukunywa hii nilisikia ikiwa tamu sana. Kwa hivyo nilikula na nikaikata, nikalaba, nikatupa karatasi wasione vile nimefanya. But after that mzee alikaa akapanda juu, akashughulia, akarudi, akaangalia. I don't know what was behind. From there akaanza kunitusi, akiniambia naombaga shetani. So I don't know ile ilikuwa ifanyike after nimekunywa. So I thank God because of this. Na asante sana. Asante sana. Mimi by the way nikinunua sikuwa najua. Asante sana. Imeleta memories zingine na God bless you. Kwa hivyo I'm so happy because of you Golden Dream company, na sijui niseme nini, lakini what I will do. Ukiona tutafurahia kwa kitu kadogo kwenye tumetoka kutaka kwetu. Mtu asione ati aanze kusema mimi hakuna kitu nasemaga ni kawaida. Let me tell you. Unajua watu wanaonaga kama ni kawaida. Mimi nikivaa nguo na wabiaga India UK. Ndio wajue kuna wakati singepata nguo ya kuvaa. Nilikuwa navaa nguo chafu na ninataka kwenda kanisa. Kwa hivyo najifanya special pale sababu mimi ni Mokorino na pengine hata nimevaa nguo baridi. Najifanya nataka kujitega. Lakini watu hawajui ni sababu nguo ni chafu, nguo ni baridi na sitaki wajue. Na kama saa hii nimevaa hiyo kiatu nikivaa hivyo na nikivaa nguo kama hii mimi nakanyagaga nikiwaambia I look so beautiful. Hata sitaki mtu aniambie because unasikia uko majuu unapita hairi. Unaona tuko kwa shamba na niko na kiatu ya juu. Ni kwa nini? Iko kwa nyumba. Sitaki kuiacha. Kuna wakati nilikosa. Kwa hivyo ukiona nikifurahia nikikunywa soda ni mahali nimetoka. Na sitaki kusahau. Sitaki kujifanya ati nimesahau. Kwa hivyo wakati hata tutakuwa pale kwa mesa na nyama na whatever, I think sababu hiyo ndio first priority ni nyama. Kitu kama nyama, soda, hivyo hizi unaona. Kwa hivyo the moment tuko pale lazima niseme. Lazima niseme sababu kuna wakati nilikosa. Si unaona? Last December niliuliza Joy, my daughter. Tukamuuliza tu hivyo, ni Mungu tu alitaka tumuulize ndio tukubukage. Joy, utakula kuku? Joy alipiga duru akilia. Sababu hakuna siku moja alisikia ati kuna kuku inakulagwa. Kwa hivyo anajua ile kuku, akashindwa kuku mtakula namna gani. Kisema mimi sitakula itaniuma.
Si unaona ni kwa nini? Ni kwa nini hajawahi sikia tukisema leo tunakula leo tunakula So mimi kukula nyama ya kwangu from the moment nilitoka kwangu 2015 nilikula wakati nini yangu ili highlightiwa story. Sasa watu wakaanza kusema mama nunulia watoto chai, mama nunulia. Tuliingia kwa supermarket that day wakati tuliona hela mwezi wa 5 ile ilipeagwa. Tuliingia supermarket, do you know, hatukuchukua mchele, mafuta. Tulikuwa so excited nibeba watoto wote kwa supermarket. Biscuit, Indomie, queen cakes, soda, hizo vitu zote zile sweet. Uto tutamutamu mpaka watu walikuwa wanatuangalia pale vile, unajua vile tumefurahia. Unaona watoto wote hivi. Tulifika kwa nyumba, tulikutana na mama mwingine. Akatuuliza, kwani mnatoka wapi mkiwa mmefurahia hivyo? Tulikuwa supermarket. Sasa kufika pale kwa nyumba tulilala chini. Sisi wote pale chini, mdogo na mkubwa pale ni kuvamia vitu. Tulilala siku kadhaa tulikulaga tu snacks. Sasa hiyo ndio unapata watoto kuku tuko na Indomie. So I thank God for everything. Thank you very much, Golden Dream. Na kama uko hapa you want to invest with this company. Sababu hata imefanya maisha yangu nikuwe na raha. Sababu hakuna kitu baya kama mtoto amefanya class 8 na you don't know vile unajua nyanyo alimaliza last year but one alimaliza class 8 na ninakwambia ilikuwa wakati mgumu. Leave about the school fees, sababu hiyo sio kitu ingenisumbua, hiyo nilijua tu ahead. Kutahiri ndio ilikuwa shida. Sababu sasa mtoto amemaliza na lazima atahiri. Alafu na ni 1500 haiwezi patikana. Na hata akitahiri sijui atakaa wapi. Tuko kwa babati kanyumba kamoja sisi wote. But I thank God kwa huyo Bishop Dr. Jimmy Kimani. Sali yake nilienda nikamuomba pesa. Na wakati alitupea hiyo 1500 tukaenda tena tukaiona pamoja hivi. Tukakaa chini as a family. Hata tukufika kwa nyumba. Tukaulizana kutahiri kwa huyu na hii 1500 kama kutupa. Sababu ile shida tuko nayo hatujalipa. Tukaanza kuhesabu mambo mingi sana. Tukaanza kujua kutahiri na ana kwa saa hii. Tukamwambia wewe vumilia, hata kama anatuambia unajua kina nani wameenda. Tukamwambia wewe vumilia. Mungu atakuja tena. Acha kwanza tutumie hii. Tukatumia na ile mahitaji. Lakini tukakuwa na solution ya haraka sana. Wewe Davis fanya hivi, tumejua yule anatahiri. Enda kwake. Enda umwambie kijana atahiri, ikifika Friday pesa tunaleta. Tulifanya hivyo. Na ninakwambia hiyo pesa tulikopa kutahiri, na hiyo pesa nimemlipa wakati story yangu imehighlightiwa. Watu wakaanza kusema mama nunulia watoto, mama pe watoto, tukakumbuka deni ya kutahiri. After nia ndio tulienda kumlipa. Tukamwambia hii hata nikumkumbusha kunya kijana aliletwa hapa, lakini I thank God ni kama hakukuwa na roho baya, sababu mtoto kupona alipona mzuri. Kwa hivyo wakati unasikia mambo ya shaba na mambo ingine na mambo ya kukula na kukunywa, mimi sionagi tu hivyo. Naonaga tu Mungu. Kwa hivyo God bless you so much, Golden Dream. Na ninajua tunaenda na nyinyi pale. Watu kama wafupisha usiku, sisi wote we are back in you. Tutaenda na wewe. Na mahali uko na shaba tutatembea, tutawaonyesha. Ndio tujifunie sisi kama watu wafupisha. Na ndio wakati wowote mtu anatembea hapo anakumbuka mulipatia mama, na anakumbuka mulipeleka mtoto shule, na anakumbuka tulijenga nyumba pamoja. So I'm so happy, na tutaombea hii shaba na tutaombea hii yote ikuwe na kibali. Na wewe utembee na kibali. Popote umesimama hivyo umetangaza mkiwa na farudi about hiyo shaba ingine nasikia ziko wapi, iko wapi, tutakanyaga kwote, ikuwe na kibali. Uwe unauza na watu wanajifunia, wanapata mataito, watu wanafurahia. Wacha watu wajue you are the good people. Watu wanaweza invest na nyinyi. Mtu akiwa mabali na apate taito yake. So we are so thankful. We as Virginia, that's why I came with the Rusi. Dio Rusi aone shaba mama yake, na aone matunda ya kuvumilia na matunda ya kupenda Mungu, na aone kuna Mungu anajibigi maombi. Ndio wasione tu wakae tu hivyo, ama nao waende wabarikiwe wasahau. Na ndio natakaga nitembee na wao, ndio waone na wakue transparent kwa mambo yenye watafanya na wao. Yupo Mungu asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni ayajibuye maombi yetu.
tunapoomba asikia, anajibu. Yes, Tunapoomba Oh, yes. asikia maombi yetu. Yes, Lord. Asikiaye maombi ajibuye kwa moto. Baba mwaminifu. Kuna Mungu ambaye anajibu maombi. Yes. Na kwa wale ambao wamepitia ama wanapitia mambo magumu, kwa wale ambao hawaelewi nini ambacho kinafanyika kwa maisha, kama Mungu amejibu ombi lako, yes, you are testimony that God answers. Amen. Mimi ile kitu ningetaka kusema Farodhi, yes, tumulike ndivyo sasa tuangalie huu mti. Now from yeah. Now from here. Yeah. Mimi what I would like to say, it's not about me. Yeah. It's all about God. Yes. May God receive all the glory. May God receive all the honor. Yeah. And may God bless you. Amen. Mimi ile kitu ningekuomba endelea kutuombea. Yes. Sababu hii kazi ambayo tunafanya ni kazi ambayo iko na pressure because once we say that we shall deliver, lazima tufanye kitu tunaitwa ku deliver. As we were coming, you remember hata tuliongea na Farodhi. Sisi kama ulikuwa umeingia kwa gari, nikamwambia Farodhi ile pressure tunakaa nayo pale karibu inafanya tunajisahau sisi wenyewe, because once umejicommit that you want to deliver to people, huwezi lala Virginia. Ni kweli. Mimi ile kitu nilifanya nikose usingizi ni kwamba bebe ukuje kuwafikia hapa na upate plot yako. Amen. With no coin. Amen. Because of that, then now the remaining part, you come to the office, you send all the documents, and tuletea documents za msichana wako. Ni nani anaenda shule? Ni Grace Wamboi. Grace Wamboi. Yeah. Grace Wamboi. Actually, ni wewe ninyi mote haridi. Sisi tushamalizana. Wewe hujakujia cheki yake. And you promise that ile siku ambayo ataenda hata waifukuzwa. Amen. Amen. Hata fukuzwa. Amen. Hata fukuzwa. Amen. Hata fukuzwa. Amen. Because there is a God. Yes. Unajua pengine mimi nafanywa nisilale sababu ya Grace. Ni kweli. I know. And because of that, please kujia cheki yake. Nika na amani. Ni kweli. I like doing ningetaka tumalizane. Kujia cheki yake tumalizane. Amen. Yeah. Amen. Because we have already set up aside for that. Yeah. Tell us budget, we just. Amen. Yes. So that's the remaining that we promised. Yes. Number ile sasa utangoja the process ya title deed. Amen. Come to the office, sign all your documents, and this plot belongs to you. Amen. And this plot usitoe hata shilingi. Ni kweli. Hii plot ni yako. Amen. Bila kutoa hata shilingi. Amen. Because there is a God. Amen. Who answers prayers. Amen. Yeah. Nimeshukuru sana. Yes. Na tumesema ni asante sana na ninajua Farodhi akimaliza kuongea sisi tunaenda kwa maombi. Yes. Before tuende kwa maombi, wakati ulikuwa unaiba, Mungu amenikumbusha. Wakati huo wote nimekuwa na shida. Kuna wakati mwingi sana nimetenga kuangalia kwenye kuna bush kama huku, nilikuwa naangalia tumiti tuko pale. Most of the time nilikuwa naangalia naona pale kuna kabush kazuri naenda nalala hapo. Nimekuwa nikitafuta Mungu kwa mahali kama hapa kujajegwa. Little did I not know ni kujifunia, nilikuwa najifunia hiyo mashamba. Kwa hivyo si unaona vile Mungu anafanyaga, amenikumbusha. So we thank God for everything and we are behind you na tuko pamoja na wewe. Yes. Okay. Thank God. Sawa. Yes. Okay. Thank God. Kwa mtu ambaye angetaka kuongea na mimi 0729 870 822 0729 870 822. Okay. Wengine ungetaka kunifikia ni 0729 870 822. And Farodhi, say a word before we pray. So nataka nishukuru watu wote wenye wameinvest nasi, and we promise to be the best.
na mimi husema kila kitu nitakachofanya hii dunia, let me be the best. Kama ni kujenga, wacha nijenge nyumba nzuri, si ati tu nyumba tu kanyumba kanaonekana kanaulizwa hili kula pesa ngapi hata haijulikani. So ni kama ni kujenga, nijenge nyumba nzuri, kama ni shamba niuze na kampuni nzuri, sio kampuni yote tu nitapata kwa njia na shikana nayo na tunadanganya watu. That one I will never do, because I have people who trust me, people who believe in me, na hata kama hawaniamini Mungu zaidi. We do all this because of God, na hatuwezi taka kitu yenye Mungu hapendi. So that's why we are very straight. So nishukuru kampuni, because you see the moment I approached you Kahora, na nikakwambia niko na mjengo inaendelea Virginia, I didn't know how you will respond. Sikujua utarespond vipi, unajua ungekataa na hakuna kitu ningefanya. So I feel happy and honored kwa kuweza kutunza Virginia na plot na pia hizo packages zingine. So nashukuru sana, and I know we will go far. Mtu mwenye ata invest nasi usikuwe na wasiwasi, title iko na ni ready na ni genuine. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi hata kidogo. Mahali popote ukiniona, I will make sure that Mungu amenidirect to the right people, so that niweze kusaidia watu wenye wamenyanyaswa na wenye wamepitia machungu na wenye wamepoteza pesa mingi. Thank you so much. Ukitaka kunifikia, ukitaka plot, utapiga 0798008008. 0798008008. That's okay. Yes. Since kuna watu unajua, kuna ka option kalikuja hapa kwa nini yangu ka join. Sasa watu wamechanganyikiwa, hawakaelewi. Sasa wengine wanauliza inbox, wengine mpaka sasa hata Twitter hata nauliza ni nini hiyo. So hiyo ni kama kuingia kwa club, kwa group. You just sign your membership. Unaingia hapo, unakuwa part of the members wenye watakuwa wakipokea my live streams wa kwanza, watakuwa wakipokea notification gang. Nasikia siku hizi wanasema hawaoni notification. Sasa ukiwa hapo utakuwa wa kwanza ku receive notification kabla ya hao wengine. Hapo ni kama ka group, ka YouTube, mahali watu watakuwa wakiingia wengi, so lazima usign in, na ni rahisi sana. Ukienda hapo kwa join, utaenda pia ukiklik hapo utaingia ndani mahali pameandikwa join, alafu ufuate process. So itakuwa rahisi sana, una sign up your membership, alafu unakuwa part of the people wenye watakuwa wakipokea anything naeka. Hata tunaweza discuss kitu kingine hapo, watu wengine kama hawaoni. Kwa sababu ni ka group ketu. So you can join anytime, any hour, any minute. Yes, thank you. Yes, thank you very much, Mr. Farodhi. We are also so much honored. We thank God for you. What I would request for all those who usually support you, that they should continue praying for you. You need more grace. You need more grace. You need more grace, and you need more grace, because once you are favored, all you need is grace to always. Jana usiku nilikuona nikasema yes, there's a spirit that we need. Imagine usiku umeacha yale mambo mengine yote. Na wacha nikwambia Farodhi, Mungu atakubariki. Amen. There are people who will admire. There are people who ignored you. Yes. But they shall be looking for someone to introduce you to. Hata kuna wengine wameanza kunipigia, nipe namba ya Farodhi. Nipe namba ya Farodhi. Na sasa ujue tunafungua studio. Yeah, sure. So I believe Mungu ametufanyia mema. Also in all your projects, also najua kwa Mama Virginia. Yes. Ni kwanza tunaanza. Yes. Tuko kwa hiyo safari. Anywhere you shall call us. Yes. Anywhere you shall tell me that Kahora niko na hapa. Na hata watu wenye wanatutazama, tumeanza project ya Virginia. Kwa hivyo mtatuona kwa shamba yake on Monday, na mtaona tukianza kazi mara moja. So make sure umetutumia mchango wako. Pesa yako iko safe, itafanya kazi yenye umetuma ifanye. And ninakuhakikishia. And this time around I will be very strict, because yule engineer tumia last time kuna mahali tulisumbuana na yeye. So this time I will be very strict to make sure that house imeisha kwa haraka na pesa ya watu imetumika vilivyo. Yes, because that's what we do, and watu kuitikia kutuma hiyo pesa yote, unajua ni kutupenda. Yes, so hatuwezi taka pesa yenu ipotee. So I would like also not to forget, after she prays, I have a Tittle did that for Martha. She bought with us just the other day, Amani Gardens, and today we had promised her that we shall come and deliver at Tittle, and she has also booked more plots with us. Okay. Because that encourages those people who are watching us, waweze kujua ya kwamba si story tunaongea, si tu story, no, mtu ambaye amepata cheti, mtu ambaye amepata cheti, that they can invest today. Na ni vizuri tuseme plot tunauza 200k, na ukitoa unaweza toa deposit ya half of the amount, alafu wengine ulipe in 6 months. Unaweza tuma ukienda tu WhatsApp ya namba ya Kahora ama yangu,
itishe map tutakutumia, itisha payment details tutakutumia. Yes, and Mungu atakushukuru tu ya support kampuni because we are very genuine na title ziko sawa, and na ukitaka any explanation unaweza tupigia pia. So that's okay. Tukimalizia namba ya plot ya nani, namba 79 ya Virginia. Yes. Na ndio iko kwa mti. So anytime ukiland huku kwanza naangalia mtu unajua uko ushafika. Ukitaka ku bearing ya shamba ujue uko kwa Virginia. So Virginia's plot is number 79 and our friend is number 80 Mary Murege. Sasa tunaendelea kuzunguka hivyo. Na msalimua na Jerry Carson. Jerry Carson asema Grace, you can contact Fred and he will explain everything to you. I live in Sweden and I called Fred who explained everything to me, and I sent my money for 2 plots to him through M-Pesa, and he did it all for me. Wow, thank you so much, Jerry Carson. That's a very good testimony. And very soon you will get your title. Yes. Jerry Carson, your first plot title process chance. Okay. Yes, process chance. So thank you so much. God bless you. Na malizia na namba yako Kahura. My number is 0729 870 0729-870-822. This is Matu Faraja Gardens, 10 minutes from Matu town, and there are schools, there are neighbors, there is electricity on site, water, and for us as Golden Dream in this project tunatengeneza kitu inaitwa borehole. Lazima tuchimbe borehole so that kila mmoja ambaye atakuwa kwa hili shamba ataweza kupata maji bila maji kukatika. That's all I can say. Okay. That the beginning of next month we shall be doing a borehole for this project. So God bless you, God do you good, God multiply you, na kwa yote sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Okay. So ukitaka kunipata ni 0798008008 0798008008. Nipigie na utaweza kupata plot yako and tutakutumia map na kila kitu na utakuwa tu sawa. Wewe unataka kujoin kwa hiyo kitu nimekuambia, ukienda pale kwa subscribe utaona ka icon kako hapo kanasema join. Make sure you join, become a member na utaweza kuenjoy, become a die hard, become a lifetime friend and partner as well. Na utaona vitu mingi by the way kwa hiyo group. Yes. By the way, Tittle and Jerry Carson ya Virginia wako kwa bunch moja. All right. Wako kwa bunch moja. Wow. If you send by next week. Yeah. Because the board tuko now on 24th. That will be on Thursday. Okay. Yeah. Tumewasomesha kwa nini board ni nini hiyo. Unajua ndio watu uuze uoga. Fear. Turadhi bodi. Bodi diradhi yo, bodi rabuko. Siku hizi tunaendaga live kila Wednesday kuwapea knowledge, kuwaelimisha, sio kununua plot tu, ni pia tunakupea elimu ili ukinunua plot unajua jinsi ya kununua, factors you should consider when buying a plot, and what is a genuine title deed, what is a ready title deed. Hizo zote tumeweza kufunza watu, and I believe watu at least una bahati tu, tunawapea knowledge, na hiyo knowledge unaweza itumia mahali popote unanunua plot. Even if you don't buy with us, at least now you know what is the factors to consider when buying land. You must consider security, you must consider health, you must consider education. Kama sahi tuseme uhame, there's a shule hapo iko next. Wacha yenye tunaita Motomoki. Hapa next kuna shule inaitwa Muthini Primary School. Umeona watoto wakitoka shule, there's an academy here. You see, you should also consider amenities like water and electricity. Kwa hii tunachimba borehole, na nimekuambia tukichimba borehole kuja upande miti mingine. Yes. So maybe say a prayer then maybe your part. Tutaamini. Nataka tuamini, tuombe, sababu tumeona Mungu na kibali cha Mungu. Tunawaombea wenye wote wanatutazama, wenye wamejiima, wenye wanatutazama kama ni wagonjwa, tunawaombea kupona, wenye wanatutazama kama wanataka tu grace na kibali kipitebee nao kama vile Mungu ametuonekania. Tunawaombea you tap that blessing, that grace yapatane na wewe na watoto wenu, na tunasema hata wengine wenye wanatuombeaga ndio Mungu atufungulie njia, na wakati mumeona Mungu ametutangulia, najua wengi wamefurahi sana. Kwa hivyo tutaomba na tuambie Mungu ni asante, sababu tunajua hii company Golden Dream wanaweza kuwa wamesema watatupatia, lakini wakati tumejitayarisha tusikie wamesema nini, but we bless God. Ati hii siku tuliisema
na imekuwa na nimepokea na nikaona hata baraka za matunda na bado nikakuwa na neighbors. So let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, tumekuja mbele zako, tumekuambia ni asanti kwa kila jambo. Asante Mungu kwa vile tuliamuka, asanti kwa wenye bado wanalala. Tunasema ni asanti sana, sababu yote ni sababu yako. Tunasema ni asanti kwa vile umetubariki. Tumeona mkono wako ukitembea pamoja nasi na tumejifunia na tukaona kweli matunda ya kuvumilia. Once Mungu wa ajabu, unakumbuka nililia nikiwa mbele zako, nikakwambia nitavumilia mpaka nione vile unafanyaga wanaovumilia, na nimeona Mungu wa ajabu, na bado tunaendelea na kubarikiwa na wewe. Ni asanti kwa wenye wanatutazama, wenye wako na maumivu za mwili. Mungu wa ajabu, tunawaomba because umetubariki na umetupatia good health, ukawakumbuka na ukawaondolea magonjwa, sababu wewe ni Mungu. Wenye wamewashwa na jamii zao, Mungu wa ajabu, wanatuangalia wakiwa na huzuni na machozi. Mungu wewe ndio, you are the comforter, wipe their tears and encourage them, ndio nao wakaweza kufurahia. Tunasema ni asanti sana kwa wenye hata wanaendelea na kukubali kubai radi na kuinvest na golden dream, sababu tunajua hii ni kampani yenye umetupea, ndio wenye hawana pesa ya kutosha, wenye wako na pesa kidogo wakaweza kujinyakulia shamba. Ni asante Mungu wa ajabu, ukaibariki kampani Mungu wa ajabu, na kibali chako kitakatembea pamoja na wao, na kwa kila jambo utukuke kwa maisha yao, hata kwa jamii zao na watoto wao. Tumesema ni asante hata kwa Farodhi wa Adhayo, kwa vile amekuwa kijana wa kipekee kwa wengi, sababu ya kuaminika kwake na kujipeana kwa the community. Ukaweza kumtangulia na kazi yake yote na kila kitu anachofanya. Mungu wa ajabu, ukaibariki, ukampatia good health hata familia yake, na ukampatia peace all the time, sababu wewe ni Mungu. Tumesema ni asante because of this good relationship. Mungu, tunajua sio ya hapa tu, Mungu wa ajabu, lakini itaendelea na tutaenda mbali tukiproclaim your peace, na tukionyesha watu about kuaminika, sababu wewe ni Mungu. Tumesema ni asante kwa kila jambo. Na hii village ama hukuma tu tumejinyakulia, Mungu wa ajabu. How I pray God of might, mahali mtumishi wako amekanyagisha miguu, wote wanafuatwa na kibali. Tunaomba kibali chako kikaenea, na hata wenye neighbors wakajua ya kwamba kweli Mungu umetembea kwa hii, sababu tunajua kutakuwa na security, na tunajua hata shamba zao zitaanza kuzaana, na hata wanyama wao Mungu wa ajabu, mifugo itaanza kuzaana sababu yako. Tunasema ni asante kwa kila jambo. Tembea pamoja nasi, na wenye wote wanatutazama, wabariki mifuko yao. My God, najua wengi wao wako diaspora, na wakati watakuja, wacha wakute vitu zao tumewaekea mzuri. Kwa hivyo wasaidie na wafungue mind, waone wainvest sana, ndio wakati watakuja hawatakuja kuteseka. Tunasema ni asante kwa kila jambo. Tusikile na hiyo upendo, na uendelee kuwa nasi sababu wewe ni Mungu. In Jesus name, my God, we pray and believe. Amen, amen. Wow, na yes, huyo nani anaitwa Jedida amesema anatuma saa hii book. Kuna mwingine bado anataka kubuka hapa. Sijamuuliza jina, lakini kwa status anajiita Favor. Mimi anatuma deposit saa hii, nimemtumia hadi namba. Thank you so much, na wengine wanajua watazidi kuendelea. As we up with the CEO. And kuja tusaidie. Amechoka, amezunguka kwa hii shamba. Hata sisi ni wenye tusemi hapa kushika hizi simu tukiwa na Lucy hapa. Lucy mbona uongei? Sasa Virginia namba yake ni hapa, tumekanyanga kwa maembe. Namba 79 kwa maembe. Sasa tuseme kwa hii maembe tutakuwa tunakula maembe hapa sisi wote. Hiyo ndio plot yake. Lakini ilikuwa kuomba ruhusa. Ati ilikuwa kuomba? Unajua huwezi kula maembe tu hapa kama hujaomba. Yeye ndio mwenyewe sasa. Ndio hivyo sasa. Kweli kabisa. Hatuwezi kosana. So we were with you. We promised her. Maybe a lot. Yes.
Sasa unajua hata umenishika off guard. Vile nimezunguka leo mpaka nimechoka. Lakini tunashukuru sana sana sana, na kwa Virginia kile nitakwambia kama CEO wa kampuni ya Golden Dream. Karibu sana nyumbani. Hapa ni nyumbani. Umeona mpaka umekuja unapata shamba yenye iko na maembe. Unajua hii ni baraka pia. Simwambie venye maembe imepiganiwa. Hiyo imepiganiwa sana. Ni kama ni wewe ilikuwa inangoja by the way. So karibu sana katika kampuni ya Golden Dream, na wale ambao wako pale nje, followers Farodhi TV. Wale ambao wanatafuta kampuni ya kuinvest, hapa Golden Dream ukifika, ujue ushafika nyumbani. Hapa tunasema ni your home, your comfort. Kwa hivyo karibuni sana na muendelee kuinvest na sisi, na wale ambao wameinvest asanteni sana, na muendelee kutushikilia, na pia muendelee kutuombea sana sana sana. So, thank you very much. God bless you, Farodhi. God do you good. More grace. More grace. More grace. Thank you so much. Asanteni Farodhi wa Dayo TV fans wenye mmenunua kwa mapenzi, yani upendo mlio nao hata sijui nitasema aje. Asanteni sana, mbarikiwe.